Bwana wa mabwana, kuyaandaa watakaofika ya uzima wa milele. Mimi nitakwenda pamoja na waliokoka. Kaza mwendo kwenda kwa Mwokozi wangu, mimi aliyenifia. Nitakwenda pamoja na kaza mwendo kwa Mwokozi wangu, mimi aliyenifia. Tuombe na kuamini. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa muda na wakati kama huu mzuri ambao Mungu tumepata nafasi na kibali siku ya leo, ili Mungu tuweze kukuabudu katika roho na kweli. Tunaomba Mwenyezi Mungu katujalie sisi wote tuliofika, wakubwa kwa wadogo, na wa kike na wa kiume, hata watoto pia, wote ukatubariki katika ibada hii takatifu. Mungu wetu wa mbinguni, basi tunahitaji ukafungue akili zetu, ukafungue mioyo yetu, ukafungue masikio yetu, ili Mungu tuweze kuelewa yale ambayo tunataka tukwenda kuyazungumza wakati una wewe, Baba yetu wa mbinguni. Lakini pia Mungu wetu wa mbinguni, tunayaombea makanisa ya Kristo yote ulimwenguni na duniani, uendelee kuyabariki na ukibariki ibada zote, na ukiwabariki watumishi wako wanaohudumu, pamoja na wale wanaosikiliza, washirika, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ni siku nyingine tena, siku ya leo tumekutana ili tuweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na siku ya leo tutatafakari neno la Mungu na kujifunza mambo kadhaa katika kitabu kile cha Petro wa kwanza kuanzia mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 25. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 15 mpaka 25. Kwa wale wanaoandika unaweza kuandika tumekombolewa kwa damu ya thamani. Kwa wale wanaoandika unaweza kuandika tumekombolewa kwa damu ya thamani. Ninapozungumza swala la ukombozi, na maanisha kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe pekee Yesu Kristo akaja duniani, akaja ulimwenguni ili awakomboe wanadamu waliopotea. Hakuna mwanadamu ambaye amewahi kumshawishi Mungu amtume Yesu aje atukomboe, isipokuwa Mungu aliupenda ulimwengu hivyo hivyo tukiwa tumepotea, akaamua kumtuma Yesu Kristo aje duniani ili alete nini? Ukombozi. Tuanze mstari wa 15. Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, Paulo anajaribu kutuonyesha na kutuambia kwamba Mungu ni mtakatifu. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, na yeye Mungu ametuita kwa neema yake ili na sisi tuwe watakatifu. Akasema kama ambavyo aliwakomboa wana wa Israeli kule Misri, Mungu aliwaita kwa sababu ni mtakatifu na alitaka Waisraeli wawe watakatifu. Sasa na sisi tumeitwa ili tuwe watakatifu.
Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14, Biblia inaeleza wazi kwamba Mungu alitukomboa, tumekombolewa katika ufalme wa giza, katika ufalme wa shetani, tukaletwa katika ufalme wa nuru wa mwana wake. Nuru ni nani? Nuru ni Kristo. Yesu alikuja duniani ili kuja kumulika ulimwengu, kwa sababu ulimwengu ulikuwa katika giza. Kwa hiyo Mungu akamtuma Yesu aje duniani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu ulikuwa katika giza. Giza gani? Katika giza la dhambi. Sasa Mungu akamtuma Yesu ili ailete nuru yake, ili nuru yake iweze kutumulikia sisi, tuweze kuiona njia. Na njia hiyo ni kweli tumeweza kuiona. Sisi leo tumeitwa na Kristo, ndio maana tuko ndani ya kanisa la nani? La Bwana. Tuko ndani ya kanisa la Bwana. Kwa nini wangapi leo hawako ndani ya kanisa la Bwana? Wakati tunazungumza, wengine wanalewa, wengine wanafanyaje, yaani watu wanafanya vitu vya kidunia, lakini wewe na mimi tumeitwa. Na ndio maana wakati unafika hapa, hakuna mgambo aliyekuleta hapa. Hakuna askari amekuleta hapa. Na mgambo amekuleta. Ni upendo wa Kristo. Ulipofundishwa na ukaujua ukweli, upendo wa Kristo, kupitia upendo wa Kristo, kama sasa ngoja niende nikafanye ibada, na ibada hiyo inaitwa takatifu mbele za Mungu. Kwa hiyo sasa Mtume Petro anajaribu kuliambia kanisa kama Mungu alivyo mtakatifu, na nyinyi uweni watakatifu hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na ndio atakayetoa hukumu siku ya nini? Siku ya mwisho. Sasa angalia ule mstari wa 17, anasemaje? Anasema, na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo, kwa kadiri ya kazi yake, eneneni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Bwana Yesu asifiwe. Tunazidi kuona kwamba Mtume Petro anasema na tukumbusha, anasema kwa nini tuwe watakatifu? Tunatakiwa tuwe watakatifu kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Lakini kwa nini tuwe watakatifu? Kwa sababu hapa duniani sisi ni wageni, sisi ni wapitaji, sisi sio wa kudumu. Hakuna mtu wa kudumu. Na ndio maana Mungu akikujalia kuwa na maisha marefu, ukifikisha miaka 70, miaka 80, umeshachoka, nguvu zimeisha, unaishiwa nguvu. Sasa hii inatuonyesha kwamba sisi ni wageni katika hii dunia. Sisi ni wapitaji katika ulimwengu. Maana yake lazima tujitahidi tuwe watakatifu, kwa sababu sisi ni wageni katika nini? Katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tusijisahau. Mara nyingi sisi Wakristo tunajisahau tunapokuwa katika hii dunia. Tunajisahau kana kwamba sisi ni watu wa kuishi milele katika hii dunia. Tunajisahau, tunaona kama sisi tunaweza tukaishi milele katika dunia. Mimi nakwambia hivi, kila mtu hapa, hata watoto mnaoona wadogo hao, iko siku nao watakuwa waitwa wazee. Kuna siku wataitwa wazee, kuna siku wataitwa wabibi, babu, hao watoto hao. Sasa fikiri kama hao watoto wanaelekea huko, mimi na wewe. Hii inatukumbusha kwamba sisi ni wageni na ni wapitaji katika hii dunia. Lazima tuhakikishe tunaishi katika nini? Katika utakatifu. Lakini pia tujue kwamba sisi tunapita katika ulimwengu na katika hii dunia. Mstari angalia wa 18 anasema hivi, nanyi fahamni kwamba mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa mababa zenu. Unaona? Mtume Petro anajaribu kuambia kwamba lazima muhakikishe mnakuwa watakatifu, na lazima mkumbuke kwamba nini wapitaji katika hii dunia. Kwa nini? Anajaribu kuonyesha na kuambia kwamba mwanzoni, kabla hamjawa wa Kristo, kuna mienendo mliopokea na kurithi kutoka kwa wazazi wenu. Sasa anasema hiyo mienendo, hizo tabia tuziache. Labda babu alikuwa anaenda kwa waganga kienyeji, si ndio? Na watoto nanyi mmekuwa mkiwa katika ile hali kwamba kwenda kwa waganga kienyeji ni kitu cha kawaida. Mienendo, zile tabia. Kuna wengine mtoto akiwa mdogo kama huyu, kama ni mama anakunywa pombe, basi huyo mama naye anampa pombe mtoto ili naye afanyaje? Anywe, aonje kidogo.
Sasa unakuta ile hali mtoto anapoendelea kukua, inafika saa mtoto naye anakuwa mlevi tu kabisa. Alafu mwisho wa siku mzazi huyu karogwa, huyu kaharibikiwa. Yamkini kumbe chanzo ni wazazi pia. Kwa sababu ile mienendo, zile tabia ambazo tulizifanya au tuliziona kwa wazazi wetu, hatutaki kuzifuata tena. Kwa nini? Kwa sababu tumeshakombolewa huko, tumeshatoka huko. Na tunahakikishiwa kwamba tuwe watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu, na siku moja tutaenda mbinguni, tumewekewa zawadi ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema mstari wa 18, nanyi mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo au fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu msiofaa mliopokea kwa baba zenu. Mstari wa 19, bali kwa damu ya thamani kama mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Unaona? Anasema ninyi mmekombolewa kwa damu ya thamani sana. Sio kwa fedha, sio kwa dhahabu, sio kwa nini. Mmekombolewa kwa damu ya thamani mno. Angalia, Yesu Kristo alikubali kufa pale msalabani ili mimi na wewe tuweze kupokea nini? Uzima wa milele. Sasa kuna jamaa leo wanajiita wajanja wa mjini, wanajiita manabii na mitume, wanakuambia kwamba unatakiwa ukombolewe kama wewe ni mzao wa kwanza, ni mzaliwa wa kwanza, ukombolewe kwa fedha. Kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, ukombolewe kwa fedha, ili wale watoto wengine pia na wao, hao watoto na wao, ili wao wamekombolewa kupitia wewe. Sasa unaambiwa utakuwa ukombolewa kupitia nini? Pesa. Lakini Biblia inasemaje hapa? Inasema hatukombolewi kwa pesa, hatukombolewi kwa dhahabu. Iko damu ya thamani iliyomwagika wapi? Pale msalabani. Unajua leo watu wanaibiwa ili mtu aweze kupata maisha. Nakwambia, ili maisha yako ni maisha ya taabu na shida, ili uweze kutoka kwenye hiyo laana, tunataka tukukomboe. Tena bahati mbaya sana, siku hizi hata kwenye msiba naona, hata kwenye msiba unasikia, kamata sadaka yako tufanye ukombozi, nyanyua mikono. Wakati mwingine sisi wa Kristo tumechanganyikana, tuko kule. Ushangana Mkristo naye anamwangalia Mkristo mwenzake kama yuko mbali. Kama yuko mbali, anachukua sadaka yake, anaanza kunyoosha. Anajama nyosha ni juu, ananyosha. Anaangalia, hivi kuna Mkristo mwenzangu ananiona au anioni? Kama anioni, ananyosha kabisa. Sema Bwana Yesu, sijui nini, maneno mengi. Mkristo anafuatisha. Ni vitu vya ajabu kweli. Ongoza sala ya toba, si ndio? Pigwa sala ya toba, Mkristo naye nyanyua mkono wako namna hii. Kwa sababu lazima ifike wakati tujitofautishe kwa namna mafundisho pia. Yaani hatuwezi kuwa watakatifu na kama hatuwezi kujitofautisha na watu. Yaani lazima ifike wakati watu wa nje watambue mafundisho. Kanisa la Kristo linaamini nini? Kanisa la Kristo msingi wake ni Biblia. Na watu watambue sisi ni kanisa la Kristo. Lakini kama tutajificha ficha, tusitambulike kama sisi ni kanisa la Kristo, ni hatari. Yaani lazima ifike wakati waseme mzee Danieli ni wa kanisa la Kristo. Fulani ni wa kanisa la Kristo. Watu wajue. Watu wanaambia nyanyueni mkono, wao unyanyui. Wengine unaambia kwenye redio. Mkristo amefungua redio yake nyumbani. Alafu na jamaa anaanza kusema tunataka tutoe sadaka ya ukombozi. Maisha yako ndio maana hujawahi kufanikiwa, hujawahi kununua gari. Sasa watu ambao hawajanunua gari ni wangapi? Ambao hawajanunua magari ni wangapi? Ulikuwa na 10,000 yako pale ndani, hiyo tu 10,000 ulitegemea kununua mahindi. Unachukua sadaka yako. Haya, chukua sadaka yako, weka mkono mmoja kwenye kifua, unaweka kwenye kifua. Si ndio? Haya, chukua hiyo sadaka yako, weka kwenye redio, unaiganisha kwenye redio pale. Mwingine kwenye TV. Siku moja tumeenda kunywa chai mahali, wakuta mdada watu yuko kwenye mgahawa pale. Nasema biashara zako kama hazieni, chukua sadaka yako,
Kabla ya kuituma, gandisha kwenye TV pale, ameweka mkono wake kwenye TV na sadaka yake pale. Yaani yule jamaa anatembea anatumia akili ya kawaida ya darasani ili kukufanya wewe ili aweze kuchota hela yako na kukuibia. Yaani siku hizi iko hivi. Kama unahitaji kutajirika haraka, unahitaji kuwa bilionea, utembee magari mazuri, uwe na mabodyguard, uwe na nyumba nzuri, wewe jiite tu wewe ni nabii, wewe ni mtume leo. Nenda kwenye madhehebu kule. Nenda kwenye madhehebu kule. Kwa sababu Jumapili moja wakutana na sadaka ambazo zipungui, sadaka 5. Kwanza sadaka ya shukrani tunahitaji hapa. Alafu hatukutaki mwenyewe, tunataka watu wakusindikize. Msindikizeni. Kama alienda kuiba, tunakusindikiza na sadaka yako ya kutupeleka jehanamu. Wewe ndio Mungu, unajua Mungu amekufanyia nini binafsi, bila kuhimizwa na mtu, bila kuambiwa na mtu. Mwenyewe umeona kwamba Mungu alichonifanyia ni jambo kubwa sana, hii hapa natoa kama shukrani na Mungu asikie. Sio amri kwamba lazima kila Jumapili tuweke kapu na watu kumshukuru Mungu hapa. Sadaka, tunaita sadaka ya ukombozi, tunakuwekea hapa mbele. Sadaka ya ukombozi unaweka hapa. Sio sadaka ya nini weka hapa. Sio yaani mpaka tutoke hapa, nikitoka hapa natoka na 300,000 400,000 kwa wiki. Nani anafanya biashara kwa wiki anafanikiwa, anapata faida 500,000? Nani? Hapo kumbuka mimi sijafanya biashara. Nimekuja nikakusanya tu hela zenu nikaziweka mfukoni. 500,000. Wiki jao 500,000 milioni hiyo. Kwa wiki acha nitumie, nikitumia sana 1,200,000. Nimeamua kutumia kwa fujo. Ninabaki na 3,500,000. 3,500,000 mara 4 ni shilingi ngapi? Ni shilingi ngapi? Lakini ngapi? Fanya milioni 1. Yaani nimefanya matumizi yangu yote, alafu nikabaki na milioni 1. Yaani milioni 1 igusi. Yaani nimeshatoa matumizi kila kitu. Alafu nimetoa matumizi kwa wiki na kula 1,200,000. Kwa wiki na kula 1,200,000. Hapo bado hatujaongea. Mimi na ninyi hatuna muda wa kuongea kabisa hata kidogo. Mtaongea na wengine. Ukija kuniona ofisini tuonane uso kwa uso tuzungumze, nifanye maombi na wewe, uwe na laki. Una laki siongee na wewe. Una 50,000 niongee na wewe kwa simu. Una 50,000 tunaongea kwa simu? Unataka tuonane uso kwa uso ofisini tukae pamoja lakini sasa kwa nini siishi maisha ya ufahari? Nitafute na mabodyguard kama 2, upande huu na upande huu. Nikisimama hapo mwingine asimama, mwingine asimama hapo. Maisha yaweze kwenda. Lakini hatuko tayari kuenda kuwadanganya watu. Hatuko tayari kwenda kuwaambia watu uongo. Kwa sababu tunajua duniani sisi ni wageni, sisi ni wapitaji. Sisi tunapita, iko saa tutapita. Tutakapopita na kwenda kule na Mungu ndio mhukumu wa ulimwengu, naenda kuzungumza nini kwa Mungu? Lakini tunadanganya ili ufanikiwe. Alafu unajua siku ya kuondoka, siku ya kufa unajua? Sasa Biblia inasema tumekombolewa kwa damu ya thamani sana. Tumekombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Sio damu ya mbuzi tena, sio damu ya mnyama yoyote, ni damu ya Kristo Yesu. Ndio imetukomboa na imetuweka huru. Siku moja nimewahi kufundisha mahali fulani. Nikawaambia, hivi unajua msitishike. Kama ni kusema karabosika, kandarabosika, hii tumewahi kuzungumza sana na tunajua sana. Sio kwamba hatujui, tunajua. Ila zilikuwa zamani za ujinga, tulikuwa hatujui kitu. Tunaongea na Roho wa Bwana, karabosika, kandarabasaka. Tunaongea na Bwana, Bwana yupi? Maneno yenyewe naongea hujui. Ukiulizwa maana yake ni nini? Hujui. Roho Mtakatifu. Naongea na Roho Mtakatifu. Yaani Mungu akupe ujumbe ambao haueleweki ili ukusaidie nini? Mungu anakupa ujumbe unaoeleweka kwa lengo la wewe kukusaidia kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Biblia wengine wanakuambia siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste watu walinena kwa lugha. Lakini Biblia inasemaje siku ya Pentekoste?
Biblia inasema wote walionena waliongea lugha inayoeleweka, mpaka wao wakasema hao wasemao sio wa Galilaya, imekuwaje sisi tunawasikia kwa lugha zetu tulizozaliwa nazo? Maana yake ile lugha walionena, walinena lugha inayoeleweka kabisa. Haya, lugha mpya, si ndio? Aliyoko Mwanza anasema kandarabosika, aliyoko Arusha anasema karabosika. Haya, huyu roho anaongeaga tu lugha hiyo tu moja. Kwa hiyo sasa Biblia inasema tulishakombolewa, tumetoka huko utumwani, na kwa sababu tumeshatoka huko utumwani, tunatakiwa tutambue mchango wa Yesu Kristo kwa kufa pale msalabani, kwa upendo wake mkubwa. Tumekombolewa katika deni, tulikuwa tunadaiwa, tulikuwa chini ya mamlaka, chini ya hima ya shetani. Sasa Yesu ametuweka huru. Wiki iliyopita nilizungumza nikasemaje? Hatari ya kuwa na marafiki wa nini? Wa kidunia. Nilizungumza wiki iliyopita. Hatari ya kuwa na rafiki wa kidunia. Kwa nini? Kwa sababu rafiki wa kidunia atakudanganya na atakupoteza na furaha yake ili yeye afurahi na shetani. Basi. Niwaambie kitu. Mungu anaenda kutafuta kupitia wainjilisti wake, anaenda kuwatafuta watu walioko kwenye dhambi, si ndio? Shetani naye anaenda kutafuta watu ambao wanaojua ukweli walioko ndani ya kanisa, ndio anaenda kuwatafuta. Kwa hiyo shetani hamtafuti mtu aliyepotea, yaani shetani hamtafuti mlevi ampeleke wapi? Wakati uko kwako la bangi, nini, dawa kulevya, yaani anamtafuta ampeleke wapi? Haleluya! Kwa hiyo kwenye mambo mazuri tutamani tuambie wengine, na lakini pia tuambie Yesu Kristo alikuja akatukomboa kwa sio kwa mbuzi, kondoo, si nini, si fedha, dhahabu. Yesu akaja ametukomboa kwa damu ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaribu kuangalia ile mstari wote inajaribu kuelezea, inaelezea. Mstari wa mwisho, anasema mstari 24 na 25, tutasoma. Anasema maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama majani. Majani hukauka au ua lake hukauka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Neno hilo ni neno lililo jema lililohubiriwa kwenu. Unaona? Anasema hivi, majani inafika wakati wa kiangazi yanafanyaje? Yanakauka. Uongo kweli? Watu wa Mungu, kiangazi majani yakaukaji? Majani yakauki? Mabua yakauki? Anasema ua usipolimwagia maji litaendelea kumea. Usipolimwagia maji litaendelea kumea. Sasa anasema maisha ya mwanadamu ndivyo yalivyo. Sisi ni kama maua yananyauka, ni kama majani yanakauka. Kwa hiyo ni bora tutambue thamani ya damu ya Kristo iliyomwagika wapi? Pale msalabani. Amen.